unavyofikiria. Kwa mwenzangu na mimi, mwenye ndoto zako unataka uone zinatimia. Usije ukapuuza ibada, na unaweza ukarefusha kipindi cha mchakato katika mapito ya kuelekea hatima iliyokusudiwa na Mungu, ama hatima ya ndoto zako kikawa kirefu kisichokuwa na mwisho. Wakati mwingine ulipishana na Mungu siku ulipoacha kwenda ibadani. Sasa yule mwimbaji aliimba vizuri sana kwenye nyimbo za tenza rohoni namba 10. Anasema usinipite Mwokozi, unapozuru wengine naomba na mimi usinipite. Uso wako uwe kwangu daima, mimi ninakuabudu. Alikuwa anaelewa kabisa uso wa Mungu huwa unakuaga kwa watu wanaomfanyia ibada, saa za ibada. Uso wa Mungu hauwezi kuwa kwako na lima kinyungu kukuli, na unawaza mbegu nitakuzia mara ngapi, mbolea tutapata wapi. Ni mambo ya kutafakari Mungu bado. Ofisini kwako kuna unacheza na mafaili, ni mahali kuna nafasi kwenye moyo, kuna mafaili yamenitenga hivi, unawaza tushinda ya pamoja sasa. Lakini tukija ibadani, kwa kweli mawazo yetu kama si 100%, 99%, tukifika nyumbani mwa Bwana mawazo yote yanaelekea yeye. Na maana mpango wa Mungu tangu zamani akaanzisha hema ya kukutania. Watu hao wanatoka kwenye majumba yao na kwenye matenti yao, wanakwenda mahali, wanaingia hapo maalum pa kujihudhurisha mbele za Bwana. Hiyo inawatenga kisaikolojia pia hata mawazo yao na nini, ili wa concentrate kumwaza Mungu. Na Mungu uso wake unaelekea watu ambao wanatafakari yeye.